Je, umegundua mapigo ya moyo ya kizazi kipi ambacho kimekataa kupuuzwa? Katika miezi ya hivi karibuni, vijana waliozaliwa kati ya mwaka 97 mpaka 2012 wameingia mitaani. Wanachunguza katika nyanja ya huduma na wameamua kupambania maisha yao kwa njia ambazo ulimwengu haujaziona kwa miongo kadhaa. Sauti zao zinasikika katika mabara yote. Shauku yao inaenea katika viwanja na mikutano ya umma. Na hamu yao ya haki na maana inazidi zaidi kuliko hotuba za kisiasa. Tunapofungua ujumbe wa leo, ninakualika utulie. Tulia pamoja nami na usikilize kile ambacho kizazi kipya hiki kinajaribu kutuambia. Unaponisikiliza kwa muda mfupi huu, hebu kitu fulani kiingie ndani yako. Huu sio ujumbe tu, ni mwaliko wa watu wote. Tunaishi katika wakati wa kasi ya kidijitali, muunganiko wa mara kwa mara na usumbufu usio na mwisho. Hata hivyo, cha kushangaza, tunakabiliwa na upungufu unaoongezeka kwenye umakini, huruma na jamii. Utafiti unatuonya kwamba kizazi cha Gen Z sasa kinaripoti viwango vya juu zaidi vya upweke miongoni mwa vizazi vyote. Uchambuzi wa hivi karibuni kutoka Atlantiki ulionyesha kwamba maandamano yanayoongozwa na vijana yameenea katika angalau nchi 7 katika miezi iliyopita, huku vijana hawa wakipigia kelele juu ya ufisadi, ukosefu wa haki na fursa. Amnesty International ilirekodi jinsi wanaharakati vijana nchini Madagascar wanavyotangaza wakisema, tunaandamana kwa ajili ya mustakabali bora, wakiashiria mifumo ya elimu iliyoharibika na hamu ya mabadiliko ya kweli. Hivi sio viashiria dhahania, hizi ni kengele. Vinatuambia kwamba vijana wadogo duniani wameamka. Wanatafuta na kutamani sana kujua maisha na maisha yawe zaidi ya kujikimu. Tunapofungua Biblia, tunagundua kwamba kila kizazi hupata maana yake kinapojikita katika kitu kirefu zaidi kuliko mitindo, hasira au kukata tamaa. Kumbuka mambo ya zamani, kwa maana mimi ni Mungu na hakuna mwingine. Neno la Mungu linasimama imara katika ulimwengu uliotikiswa. Linawapa utambulisho wale wanaohisi wamepotea na ujasiri wale ambao wanahisi kwamba wamezidiwa. Kote duniani, kanisa tayari linaona jinsi kizazi kipya kinavyoweza kuwa na nguvu wakati kusudi linapokutana na imani. Nchini Australia, zaidi ya vijana 700 wa Kiadventista walikusanyika mwaka 2025 kwa ajili ya mafunzo maalum katika uenezaji wa Injili, uinjilisti na ushiriki katika jamii. Lengo lao lilikuwa rahisi: kuandaa kizazi kijacho ili kukipata kizazi kijacho. Katika division ya Ulaya pamoja na nchi nyingi za Ulaya, timu ya Upendo ni Kitenzi iliongoza miradi 56 iliyoongozwa na vijana wakati wa siku ya vijana duniani na kuwafikia maelfu kupitia matendo ya huruma. Na katika eneo la kusini mwa Asia Pasifiki, siku ya vijana duniani iliyohamasisha vijana kusambaza chakula, vitabu na matumaini katika visiwa vya mbali na jamii zisizohudumiwa. Habari hizi zinafunua jambo muhimu sana. Kanisa la kizazi cha Gen Z halijalala, liko hai. Sasa unakuja wakati wa ujasiri wa vitendo. Vipi endapo njaa ya mapinduzi tunayoiona katika mitaa ya ulimwengu huu inaweza kubadilishwa na kuwa mapinduzi ya huruma ndani ya kanisa? Vipi kama maandamano ya haki tunayoyaona yanaweza kuwa ahadi kwa ajili ya huduma? Vipi kama kuchanganyikiwa kunakojaza vichwa vya habari kunaweza kuwa nishati kwa ajili ya utume? Imani hainyamazishi maswali. Imani inayatengeneza. Na kanisa lazima liwe mahali ambapo vijana wanaweza kupambana kwa uaminifu na kuota maono kwa ujasiri. Hii inaonekanaje katika maisha ya kila siku? Inaonekana kama kijana ambaye amechagua kumsalimia jirani yake badala ya kuchezea simu yake bila kikomo. Inaonekana kama kanisa linalowashirikisha vijana kwenye uongozi badala ya kuwaomba wasubiri hadi watakapokuwa watu wazima.
Inaonekana kama washauri wazee wanaoamua kusikiliza kabla ya kufundisha. Inaonekana kama utume, si kama tukio la mwisho wa wiki, bali kama mtindo wa maisha ya kila siku, wema na huduma ya makusudi. Na sasa, hapa kuna wito maalum wa kuchukua hatua. Mpango mkakati wa kanisa wa Nitakwenda unamwalika kila Mwadventista kupata nafasi yake binafsi katika utume wa Mungu. Ni utume unaopimika, wenye makusudi na wenye vitendo. Kulingana na ripoti za hivi karibuni, zaidi ya wanafunzi 13,000 wa kidijitali wamefundishwa kushiriki imani yao mtandaoni kupitia mipango mbalimbali ya Nitakwenda. Maelfu zaidi wamejitolea katika malengo ya kufanya wanafunzi, uinjilisti, elimu na huduma kwa jamii yaliyoainishwa kwenye jukwaa la kimataifa. Mpango huu unaangazia vipaumbele 4 vinavyoakisi kiini cha utambulisho wetu. Usisahau: ushirika na Mungu, utambulisho katika Kristo, umoja kupitia Roho Mtakatifu na utume kwa wote. Huu ni mlango ulio wazi. Unaweza kuhudumu kupitia vyombo vya habari, maombi, vikundi vidogo, masomo ya Biblia, huduma za watoto, uongozi kwa vijana, uinjilisti wa kidijitali, usaidizi wa wakimbizi na huduma za afya. Hapa ndipo tunapoweka wazi zaidi. Tunaifanya iwe rahisi na inayoweza kutekelezeka. Kuna angalau vipimo 4 vyenye nguvu ambapo kila kijana anaweza kuinuka akiwa na kusudi. Kwanza ni vipimo vya kiroho. Jenga ushirika na Mungu kupitia maombi, ibada katika maandiko. Hii ndiyo injini ya utume. 2 ni mwelekeo wa uhusiano. Jiunge au unda vikundi vidogo, washauri waumini wachanga na urejeshe jumuiya popote ambapo upweke umeonekana kutawala. 3 ni mwelekeo wa kimishonari unaohusika moja kwa moja katika fursa za Nitakwenda, iwe ni katika kufanya wanafunzi kidijitali, huduma za kijamii, usaidizi wa wakimbizi au huduma za kanisa mahalia. Na 4 ni mwelekeo wa ubunifu. Chukua masomo yako, kazi yako, ujuzi au vipawa vyako vya ubunifu na uviweke kwenye madhabahu ya Mungu ili viwe zana za ushuhudiaji. Unapoelekea pande hizi 4, imani yako inakuwa zaidi ya imani. Inakuwa mwendo, ikibeba matokeo na utambulisho. Hapa ndipo tofauti inapoonekana wazi. Katika mataifa mengi, vijana wa zama hizi hujaza mitaa kwa hasira sana. Hali ya kukata tamaa inakuwa kama kuni kwenye uharibifu. Hata hivyo, Mwadventista kijana anayekutana na Yesu anaandika hadithi tofauti kabisa. Badala ya mapinduzi ya kelele, mapinduzi ya upendo huzaliwa, yakiumbwa na msalaba na kufungwa na tumaini. Huku ulimwengu ukiacha alama za kidijitali za hasira, vijana wa Kristo huacha alama ya kidole kilichochovywa katika damu ya Yesu na kwa matumaini ya kurudi kwake hivi karibuni. Haya ndiyo mapinduzi ambayo mbingu inayatambua. Hii ndiyo hadithi inayofaa kuandikwa. Kwa hivyo, kutoka moyoni mwangu hadi kwako, naomba usikie wito huu. Naomba Roho aelekeze kitu fulani ndani yako. Huu ni wakati wako. Hiki ni kizazi chako. Usikubali kutawaliwa na hasira wakati uliumbwa kwa ajili ya utume. Usikubali kupoteza muda mitandaoni wakati uliumbwa kwa ajili ya huduma. Usikubali machafuko wakati uliumbwa kwa ajili ya Kristo. Ulimwengu unangojea. Mavuno yako tayari na mfalme anakuja. Kwa hiyo, sema pamoja nami, Maranatha.